Dave Harvey tena bado anatuongezea mstari mmoja kutoka kwenye Wakorintho wa pili, mstari ule wa sura ya 5 mstari ule wa 21 ambao unasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate haki ya Mungu katika yeye. Yani Yesu mwenyewe hakuwa na dhambi lakini akafanywa kuwa dhambi, maana yake alivyovaa ule mwili akaja akateseka. So alichukua zile dhambi ili hali yeye akuwa na dhambi. Yani anachokisema hapo Dave Harvey kwa lugha rahisi ni kwamba pamoja na kwamba Yesu alikuwa ni mkamilifu, mtakatifu, lakini alichukua mzigo ya watu wengine. Sasa just imagine huyu alikuwa ni mkamilifu lakini alikubali kuchukua mizigo ya watu wengine na kuwasamehe. Inakuaje sisi ambao ni wenye dhambi tunashindwa kuchukua mizigo ya wengine wakati sisi wenyewe tunamfanyia Mungu dhambi? Okay. Sawa. Na kuna story nyingine tena huko kwenye kitabu alikuwa anatoa kama case study. Unajua Dave Harvey hivyo msoma ni kama yeye ni pastor kitu kama hicho. Okay. Akawa anatoa mfano ule wa washirika wake wale wawili ambaye alikuwa mume na mke, alikuwa anaitwa Jeremy na Cindy I think. Akawa anaelezea kwamba hii couple, it was a married couple, walikuwa happily married, wakawa vizuri tu, wanakuja kanisani wako pamoja. Lakini sasa yani wao wenyewe ndio walikuwa wana confess, wanatoa story yao. Akawa anasema kwamba lakini vitu tu vilibadilika ghafla, umeona? Akawa anaona yule mume sasa ambaye ni Jeremy, akawa anaona kwamba mbona yani nisemeje? Ni anasema yeye mwenyewe vitu. Yani akawa ni kama na mimi nimeisoma hiyo story. Huyu Jeremy ni kama akawa alikuwa amefanyiwa kosa na huyo mke wake, si ndo manake. Na akashindwa kumsamehe huyo mke wake kwa hilo kosa ambalo alikuwa amemfanyia, ndio? No, zilitokea kama misunderstandings kati yao. Kila mtu sasa ikawa kama mashindano fulani, yani kwa ile competition ya mume na mke. Unajua mnavooana, Dave Harvey anasema kwamba mnakuwa as a team. Sasa inafikia kipindi kila mtu anakuwa na matakwa yake. Ndio hapo selfishness inaingia, ndio hapo majivuno yanaingia, ndio hapo kujiona bora inaingia. Sasa Jeremy yeye akawa anaona kwa sababu yeye ni mwanaume, anaona mimi mke wangu anatakiwa kuniserve, anatakiwa kila kitu akifanye kwa ajili yangu. Ikafikia hata hatua mke wake akimwambia mume wangu tufanye hichi kitu, akasema no, yani akawa anamcrush. Kila anachomwambia yeye anamcrush. Umeona? Sasa hizo misunderstandings za kwenda na kurudi zikamfanya Jeremy akatafuta mchepuko wa pembeni. Alivyotafuta mchepuko wa pembeni sasa ndo things got worse. Yani mambo yakazidi kuharibika mpaka ikafikia muda mwenyewe anajichukia, yani nimefanya hiki lakini sio kwamba ndo kimenisaidia. Ndo ikafika. Kwa maana yake ni kwamba alishindwa kusamehe kwa yale makosa madogo ambayo mke wake alimfanyia, au alishindwa kumsamehe mwisho wa siku kutokana na ule uchungu. Akaona labda mke wake anamfanyia makusudi, akaamua aende nje kutafuta pumziko lingine, tafuta furaha. Na huko nje kwenye pumziko lenyewe hakulipata. Unakaa sasa mwenyewe tu anajichukia. So mwisho wa siku anakuja kuconfess, anamwambia mke wake, anaelezea vote vilivyotokea. Sasa mke wake sasa akawa sasa amejisikia vibaya. Unajua ile mtu anakuja kukuambia unajua mke wangu nimekukosea, nimekufanyia 1 2 3, nilitafuta mchepuko. Unajua ile feeling mtu hawezi kujisikia vizuri. Kwa akawa anasema muda mwingi alikuwa anautumia kulia, muda mwingi akawa anautumia peke yake, yani ile uchungu. Ndio sasa Dave Harvey ndo akawa anasema kwamba kusamehe ni gharama. Yani forgiving is costful. Si rahisi kumsamehe mtu. Lakini ikifika kipindi sasa ukawaza, mbona mimi Mungu amenisamehe na mangapi? Amenisamehe kwa mengi, amenisamehe kwa hiki na kile. So mwisho siku you just have to forgive na maisha yaendelee. Na hapo kuna story moja haitoki kwenye hicho kitabu, lakini kuna story moja ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Louis Zamperini. Huyu alikuwa ni veteran alikuwa ni mwanajeshi wa Marekani wakati ule wa vita ya pili ya dunia. Kwa hiyo katika
hizo harakati zake za mapigano walidondoka kwenye bahari ya Pasifiki, yani ndege yao, kwa sababu alikuwa ni rubani. Yes. Ndege yao ilidondoka kwenye bahari ya Pasifiki, hatimaye aka struggle kwenye bahari kwa muda kama wa siku 47 hivi. Hatimaye baadaye wakaja wakakamatwa na jeshi la adui, wakakamatwa na Wajapani, wakapelekwa kwenye magereza haya ya wafungwa wa vita. Sasa alipofika kule kwenye lile gereza, akakutana na mwanajeshi mmoja wa Kijapani ambaye akaanza kumtesa huyu Ruiz Zepelin. Alimtesa sana. Baadaye, baada ya miaka 2 akaachiwa. Aliporudi nyumbani kwao Marekani, yale mateso yakawa yanamrudia, yani alimtesa mno, yani sasa aliporudi nyumbani yani yale mateso akawa yanamrudia, akawa anapata hisia mbaya, akawa mpaka akili yake kavurugika, akaanza kunywa pombe, akawa anakumbuka tu yale mateso. Sasa akawa anajipanga namna gani ya kuweza kurudi tena kule Japani alipize kisasi kumuua yule mwanajeshi Japani. Sasa siku moja kwa sababu wakati huo sasa anakunywa pombe, ule uchungu, najua mtu unakuwa na uchungu mpaka nafikia hatua yani maisha yako yanakuwa miserable. Yeah. Mpaka ikafikia hatua sasa hata ndoa yake ikawa iko kwenye changamoto. Okay. Sasa siku moja mke wake akamshurutisha kwamba twende kwenye mkutano wa Injili. Wakaenda kwenye mkutano wa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Billy Graham. Akampokea Yesu. Alipompokea Yesu, maisha yake akawa yamefanya nini? Yamebadilishwa. Baada ya maisha yake kubadilishwa, akasamehe. Na baada ya kusamehe, akasema hata hii kazi ya jeshi naachana nayo. Akaanzisha taasisi ya kuwafikia watu ambao wako kwenye mazingira magumu. Lakini vile vile akasema nitakwenda kule Japani kumtafuta yule mtu nimweleze kwamba nimefanya nini, nimemsamehe. Unaona Kwa hiyo tunajifunza kwamba msamaha ni kitu kigumu, lakini ni kitu ambacho kinawezekana. Na pia msamaha it's a process. Ni process. Yani huwezi tu yani nimeamka tu papa nimeshamsamehe, it's a process. Unaweza ukaona ni safari ngumu, but just embrace it. Yani na ni kitu ambacho ni it worth kumsamehe. Kwa sababu unautua mzigo ambao unakuumiza. Kwa sababu unapokuwa unabeba ule uchungu wa yale makosa ambayo mtu amekufanyia, haikuumizi wewe, yani haimuumizi yule ambaye amekukosea, inakuumiza wewe kama ilivyokuwa inamuumiza huyu Ruiz Zepelin. Yani ni kitu ni sumu ambayo mtu anainywa akitegemea kwamba itamuumiza mtu mwingine, kumbe inamuumiza yeye mwenyewe. Yeah. Okay. Paka hapo mimi nimeeleza almost 90% ya vitu ambavyo mimi nimeweza kujifunza kutoka kwenye hii chapter 6 ya forgiveness, full and free. Na kitu ambacho ningependa kukuachia ambacho mimi binafsi nimekipata hapa ni kwamba forgiven sinners forgive others. Yani once wewe umeweza kusamehewa dhambi zako na Mungu, wewe pia unatakiwa kusamehe, wewe pia unatakiwa uachilie. Haijalishi umeumizwa kiasi gani, haijalishi umeumizwa kwa na nani, lakini samehe. Samehe kwa ajili yako, samehe, achilia, maisha yaendelee. Una maybe kitu cha kumalizia? Yani kitu cha kumalizia ni kwamba mfano rahisi ni kwamba Mungu ametusamehe, ametuachilia deni yetu ya dhambi. Let's say Mungu anatudai shilingi 10,000. Unaona akatusamehe hiyo. Hata tukichukulia tu katika context ya pesa za Kitanzania, Mungu anatudai shilingi 10,000 akatusamehe. Tunashindwaje kumsamehe mwenzetu ambaye tunamdai shilingi 10,000? Yani mimi nimesamehewa 10,000. Lakini mwenzangu analea labda shilingi 50 au 100. Kwa nini mimi nisimsamehe anendai 100? Ndivyo alivyo Mungu. Kwa hiyo tusiposamehe sisi, hata Mungu hawezi kutusamehe, na ni jambo ambalo linamchukiza sana Mungu. Kwa hiyo lazima tukumbatie msamaha, tuwe na huruma, tujue kabisa kama Mungu alivyotusamehe, kama Mungu alivyotuhurumia, na sisi tunawajibika kuwahurumia wengine na kuwasamehe wengine. Guys, kusoma vitabu ni raha sana. Binafsi sikuwahi kujua kama ni raha kiasi gani. Na I'm grateful to God. Amenipa mume mchambuzi na mwandishi. So kiukweli I'm grateful na binafsi I can recommend you kapate nakala yako ya hichi kitabu When Sinners Say I Do. Pata muda kisome, hata kama ni taratibu,
hautobaki kama ulivyo. Yeah. So asante kwa kuwa na sisi kwa muda huu mfupi ambao umekuwa na sisi Wisdom Hub. Tunasema Wisdom Hub ni mahali ambapo tunabadilisha kurasa za vitabu kwenda kwenye mazungumzo ya familia. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki ambacho tumekuwa nacho hapa Wisdom Hub Family Talk. Tulikuwa na hichi kitabu cha When Sinners Say I Do. I hope so umejifunza. Unaweza ukatuandikia kwenye comment section kitu ambacho wewe mwenyewe umejifunza kupitia hii chapter 6 ya forgiveness full and free. Unaweza ukashare na sisi, maybe kama una kitu cha kushare na sisi, drop comment yako. Pia usiache kutu support kwenye page zetu. Instagram tunatumia Wisdom Hub TZ, TikTok na Facebook Wisdom Hub, na YouTube channel Joshua Nguyahambi. Karibu sana. Endelea kuwa na sisi.